kuhusu Wakenya walikuwa wanaenda kutetea kule. Wewe sasa ngoja nikuulize. Sema. Wewe ukasimama ukasema Watanzania hawana makosa, ukaanza kusema Wakenya hawana akili. What you said, you know. Kitu nyinyi mnasema kama waandishi wa habari, mnasema Wakenya, sema baadhi ya watoto wengine wajinga wadogo nyonakanga wanalipiwa wifi na mama zao kunitusi. Waliongea hivyo. Mkenya mwenye akona akili timamu anajua kwamba nchi inataka amani. Unapata point, sikiliza Shiko, simama kama governor wa Nairobi, na sitaki watoto wadogo wajinga wenye wana akili wanipigie kura, wale wenye wanajiita sijui ni nani. Nataka watu wenye wako akili, wenye wako na heshima na wanaogopa Mwenyezi Mungu wanipigie kura. Wakenya wanahisi na wasaliti. Wanawasaliti wapi? Ni wapi? Sasa wewe ukisema nimesaliti wa Kenya, niambie ni wasaliti kivipi? Sasa wao wanajua. Good night, good morning, depending to where you're watching us from. We are right at Jomo Kenyatta International Arrival to pick the one and only Mr. Kasipul, Chawa Mama Samia. Ametoka kule Tanzania, kumekuwa na mambo mingi sana ambayo amefanya, amekaa kwa muda, enda tungependa kujua unaendelea vipi Chawa Mama? Nashukuru, alhamdulillah, niko salama, Mungu ni mwema kila wakati. Ametupa uhai, ametupa uzima, na ndo maana tunasimama siku ya leo. So tunasema tu yote 5-9, Allah Akbar. Kikubwa ambacho labda kilikupeleka Tanzania, kwa sababu umekaa kwa muda wa almost 2 weeks. Yes. Yeah, nini? Kitu ambayo inanipeleka Tanzania, unajua ni kama kuuliza padre ni Catholic, Nyinyi mnajua nyinyi wote mimi ni balozi wa Mama Samia Suluhu, mnajua mimi ni chawa wa Mama Samia Suluhu. Mimi ndio msemaji wa Mama Samia Suluhu nikiwa ndani na nje ya nchi. So nilikuwa nimeenda kuhudhuria kongamano ambao ni mkutano mkuu ya Chama cha Mapinduzi ambao Mama Samia Suluhu ni kiongozi, ni chair lady, ni mwenyekiti. So ni juhudi yangu mimi kuenda kuhudhuria na kusikia aliyomo, tuone vile inaendelea. Alafu pia kuna documentary ambayo nimefanya, bonga la documentary inaitwa Samia Tanzania ya Samia Suluhu, ambao mimi pamoja na Mina na Idris Sultan sisi ndo tunawakilisha. So nilikuwa nimeenda hapo kwa sababu ya hiyo maneno. Salamu alaykum. Pia ukiwa kule kwenye Tanzania kuna project ambazo umekuwa ukipigania na inasemekana hizo project ni za Magufuli, si za Mama Samia, lakini umekuwa unapiga kelele sana pale Tanzania ukisema hii ni kazi ya Mama Samia. Unajua ndo nakwambia lazima tukue, na juzi nilikuwa naongea nikieleza viongozi wa Chama cha Mapinduzi ya kwamba lazima kukue na not mawasiliano, tuhamasishe Wakenya ili wapate kujua kazi ambayo Mama Samia Suluhu amefanya. Ndio tunaweza kusema ya kwamba hayati Magufuli alifanya kazi mzuri, lakini kifo haina huruma, ikamchukua kabla hajamaliza kazi yake. Unakumbuka vizuri sana hayati aliacha kama train ambayo inaitwa SGR, electric train, ilikuwa inafika 400 kilometers. Chini ya uongozi ya Mama Samia Suluhu leo hii ame-extend, imefika 2000 kilometers. Inamaanisha mama ameendeleza na amepitisha ile kiwango ambao mwanzilishi wa project ambao ni Daktari Pombe Magufuli hayati aliwacha. Leo hii vile tunaongea inaenda kufunguliwa inaenda paka DRC Congo chini ya uongozi ya Mama Samia Suluhu. BRT, zile manjia za mwendo kasi za katikati ya barabara ziliwachwa kama hazijaanza hata kufanyika kazi. Leo hii utapata ya kwamba zinaendelea kufanywa kazi na zingine zimeanza kufanya kazi. Kama ukijua BRT ni mwendo kasi, yani zile njia ambazo zinapita katikati ya town ambapo haiko East Africa. Mimi nashangaa nyinyi mnasemanga Kenya tuko juu. Pale haiko hiyo, haiko hata itaikuweko. Ikichezwa by the way chini ya uongozi ya watoto wadogo wanaongea vibaya kuhusu maendeleo, wanajiita Gen Z kama mmoja wao mwenye amechana nywele kama huyu hapa mwenye amekaa hapa hivi. Unasikia? Cha muhimu ninajaribu kusema ni ya kwamba Mama Samia Suluhu projects ambazo aliwachiwa leo hii amezisongesha mbele. BRT is working, Air Tanzania is working. Air Tanzania unajua wako na mandege ngapi? Hauwezi kujua. Zimeongezwa zaidi ya ndege 10 na kitu ambazo zimeongezwa. So ninaweza kurudia kwa kusema Mama Samia Suluhu amefanya kazi, mabarabara amezitengeneza, kuna damu kubwa ambayo ilikuwa haijaanza kuchimbwa. Leo hii Mama Samia ndo ameenda kumalizia hiyo damu ambayo ilikuwa imeanzishwa na Magufuli. So tunaweza kusema ya kwamba Watanzania wamepata baraka kubwa sana kwa kupata kiongozi ambao ni bora, kiongozi ambao ni mama Afrika Mashariki, Mama Samia Suluhu, mama mitano tena. Na
Karibu sana Kenya. Asante sana kijana. Unasema ongea na nguvu. So wanasema sasa unaishi Tanzania. Unafeel aje umekuja Kenya? Wanasema nani wanasema? Mimi ndo niko hapa. Niulize swali, naishi Tanzania ama siishi Tanzania? Wanasema ni nani? Wewe umekutana umekuwa watu unajua bibi yangu? Do you know even my wife? Do you know even my girlfriend? Unawajua? Okay, sasa nani amekwambia? Sina julikana. Nani amekwambia? Trudi nikukataza mtoto siku namleta kwa press saa zingine. Okay, wanasema nini? Yes. Kuna ile vita ya Tanzania na Kenya ile ya Mawaki na Martha Karua. Yes. Ilisemekana ulitoroka kwa sababu kwanza toa kauli ya kusema kulikuwa kuna vita kati ya Tanzania na Kenya ya mitandao. Nijua Kenya ambao ni watoto wadogo wale majenzi wenye ni busybody, wenye hawajafundishwa adabu na wazazi wao wapumbavu kama hao ndio walienda kuattack Tanzania ambao wana shughuli nao. Do you know in Tanzania by the way kuna mtu mwenye anajua kuna hizo attacks zinaendelea hapa Kenya? Vijana wa Tanzania wako busy, they are doing their things. Vijana wa Tanzania wako busy wanaenda kwa studio. Vijana wa Tanzania wako busy wanafanya kazi ya kuingishia mahela. Wanapiga mahela, wanapiga madundao, wako na mademu zao, wanatumiana machat na maneno na wanawake wao. Hapa ndo mko busy, unapata mtu akona boyfriend wake, wajinga wawili wameketi kwa nyumba, kazi ni kwenda kucomment upumbavu kwa mwanaume mwingine. Unapata sasa for example mtu kama wewe uko na demu wako unaenda kukuja kutusi mtu Kasipul kwa comment. Alafu demu wako anajiuliza huyu mwenye anatusiwa ni nani? Unakuja sasa unapigiwa sasa demu. So kitu ninajaribu kusema ni very simple. Ni ya kwamba hizo pumbavu nyeziko na watoto wadogo wacha kutumia wa Kenya, tumia watoto wajinga fulani ambao wamefika 1 2 3 kama 50. Wenye wanakanga kazi yao wanalipiwa wifi na mama zao. Wanapewa yogurt na wanaitwa baba, watoto wa mama wale. Wenye wazazi wao pia wanacheka, wanajiongeza na ujinga, wakicheka wakisema kwamba haya wametusi Mama Samia Suluhu. Wewe ungependa mamako atusiwe? Unasikiaje? Mamako mzazi mwenye unampenda akitusiwa na mtoto mdogo mwenye bado maziwa yananuka kwa mdomo yake miaka 16. Utasikiaje? Kwa nini ametusiwa? Unapata point. So yote tano tisa ni ya kwamba Tanzanians are not busy. Hata wasomi hizo comments, hata wasomi hizo vitu za internet. Ni nyinyi ndio mnajidanganya ati kwamba mnasaidia Tanzania. Lakini tunaziona kwenye mitandao gani? Mitandao gani? Juzi kuna mtu mmoja tuko mimi hapa, sitaki kutaja mwandishi wa habari kwa vile anajua. Aliandikiwa na jamaa mmoja akamtumia SMS akamwambia nenda ambia Kasipul asikanyage Tanzania tutamfanyia vibaya. Mjinga akatuma na namba yake ya simu. Unapata point? Kamtumia message na namba yake ya simu. Jamaa kanishitia akafanya screenshot. Mimi nikajiuliza huyu mtu mwenye anasema nako Tanzania atanifanyia ubaya ni nini? Nikaenda kuandika statement kwa vyombo vya dola ambazo ni security, ambao ni DCI. Walipo track huyo mtu walimpata anaishi pahali fulani pale Tanzania. Na kwenda kumshika wakampata ni Mkenya wa kiasili ya Mombasa, ndio anamtusi akijifanya ni Mtanzania. Mimi nikamuonea huruma, nikamuonea radhi, nikasema Mkenya mwenzangu asiende jela. Nikasema wacha nena huyu ni Mkenya mwenzangu, ninamjua ana ujinga fulani ya kutusiana. So inamaanisha watu wa Tanzania hawana time ya kucomment na kutuma hizo vitu. Hizo vitu zote zinageneratiwa na watoto wajinga ambao wako hapa Kenya, wanaongea. Tanzania hawana time. Tanzania wanapenda Mama Samia Suluhu. Tanzania wamejitokea wanaenda kusupport Mama Samia Suluhu kwa election. Therefore kaa ukijua kwamba incoming president next mwenye and so incoming the extending president wa Tanzania ni Mama Samia Suluhu. Chawa mama, unahisi kuwa labda mpinzani ama anaitwa Tundu Lissu akiachiliwa, labda maybe CCM kuchukua kura ama kupita itakuwa rahisi? Sasa wacha nikwambie kitu kwanza, nitakurudia kwa kukwambia kwamba siasa ni numbers. Anytime unaonanga siasa na unaona wanasiasa wanakimbia wanafanya campaign wanahema, ni kwa sababu wanatafuta numbers, wanatafuta kura. Leo hii nitakwambia idadi ya wanakura ambao wamejisajili Tanzania ni milioni 15 kuendelea. Ile uchaguzi ambao ilipita ambao ilikuwa ni uchaguzi kubwa kati ya Lowassa na hayati Magufuli, watu walijitokeza. In fact wenye wako registered voters ni 30 million ambao ni milioni 30. Watu wenye walijitokeza kwenda kupiga kura walikuwa ni milioni 15 ambao walijitokeza kwa wingi sana. Sasa nataka nikupe numbers na facts. Chama cha CCM iko na wanachama 13 million registered mpaka leo hii na bado wana register. Unapata point? Ukiweka na milioni 15 ambao watu wanatoka wanaenda kupiga kura, hiyo tayari ni 92 to 96% ambao watakuwa wanapata kura ya wanachama wao. Ujaongeza bado watu wenye wana support ma celebrity. Wewe umeona Diamond amekuwa juzi pale kwa mkutano mkuu. Diamond ana wafuasi wengi sana, paka unaona hapa Kenya kuna watu wenye wanafuata Diamond.
mpaka wewe najua ni mfuasi wa Diamond. Kuna wafuasi wa Harmonize, kuna wafuasi wa Rayvanny, kuna wafuasi wa Mrisho Mpito, kuna wafuasi wa kila celebrity mwenye ulimwona wako pale. Kuna wanabiashara ambao wanasupport chama cha, karibu wanabiashara wote wako kwa Chama cha Mapinduzi. So nikikuongelesha kuhusu facts and numbers ni ya kwamba wanachama wa CCM ni milioni 13. Wenye walikuwa wamejisajili kwenda kupiga kura ni 30 million. Unapata kweli? Na wenye wanatana wale turn out voters wenye wanajitokeza kwenda kupiga kura last time walikuwa 15 million. Sasa tuseme hata kama jamii CCM, yani hata tuseme wameongezeka sana milioni 5, wameongezeka juu wametana bado hii nini nilipuka hapo mbona nataka. Pale. Sikiliza. Ni 15 million. Unapata point? 15 million, chukua 13 million bado. Haya tunasema wamefika 20 million. Nikuulize, bado CCM inapita na 56% na bado hujaongeza watu ambao wanafuata Diamond, watu ambao wanafuata Rayvanny, watu ambao wanafuata Mrisho Mpito, watu ambao wanafuata Shesh Food, kila celebrity, name every celebrity wenye walikuwa pale Harmonize, ndani kila mtu, wana biashara kama wakina Rostam, wana biashara kama wakina Munekwa, Asas, wana biashara wote ambao watu wote wanafanya kazi. Ukiangalia Asas leo company imeandika watu wengi sana. Hao watu wote wanaenda choo na kukojoa na kuenda choo nyingine ndio haja kubwa na jina Asas watapigia upinzani kura. Lakini so yote tano tisa na kurudia kwa kusema ni ya kwamba Mama Samia Suluhu hanidi hata kufanya kampeni. Mama Samia Suluhu hanidi hata kuzunguka kwa sababu tayari wanachama ambao wamerejestiwa na wanachama wanafuata Chama cha Mapinduzi ni milioni 13. Mama Samia Suluhu anafaa tuenda atulie kwenye State House asifanye kampeni, atulie, akae chini, angoje kuapishwa mara ya pili kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana wapinzani wanasema no reforms, msitoke, msiende kupiga kura kwa sababu wameanza kujiharia mapema wakijua ya kwamba CCM ndo chama imara, CCM ndo chama ambayo iko na watu wengi, CCM ndo chama ambayo inaishi. Sema CCM tena, sema CCM, sema mama tena, mama mitano tena. Kabisa. Lakini utajibu vile Chudi ameuliza. Chudi ameuliza mpinzani huko Tanzania apewi chance. Yes. Ukiangalia kama CCM sasa umechukua media zote, amenunua wasanii wote. Hakuna mtu ananunuliwa. Diamond ni msanii mkubwa mwenye anatengeneza hela mingi, hawezi kununuliwa. Diamond anapenda Chama cha Mapinduzi. Harmonize amejitokeza Chama cha Mapinduzi. Alikiba amejitokeza. Mimi chawa wa Mama Samia nimejitoa paka Kenya, nimefuata huko. Mama huyo tunapiga hapo debe. Mama anapendwa. Mama anunui watu. Unapata pointi. Kibaya chajiuza, kizuri chajitembeza. Watu wanajipeleka, wanaamini kibaya chajitembeza, kizuri chajiuza. Watu wameenda huko. Wewe umeona leo hii vile tunaongea na wewe leo hii. Tulikuwa pale hivyo kwenye hiyo carpet ya Chama cha Mapinduzi. Unaona? Harmonize ameingia, Alikiba ameingia. Top star East Central Africa. Fally Ipupa anapiga simu anasema tu ningekuwa na uwezo hata mniruhusu nipige. Tukamwambia kaa huko Kongo. Kaa huko. Wanataka kusupport Mama Samia Suluhu. Watu wanataka kusupport Mama Samia Suluhu. Kitu kikubwa ambacho kinakufurahisha kwa Mama Samia na Tanzania kwa ujumla ni kipi? Ni kwa sababu mama ni mama ambao ni mama anapenda watoto wake. Mama ni mama ambao yeye anaanguka tena. Tunaanguka hapo kwa nini? Mbona siwaamini nyinyi watu? Thank you. Unasikia? Cha msingi ambao nimependea nao Mama Samia Suluhu na hajawahi jua, hata leo Watanzania wanajua, hajawahi jua mbona mimi na support Mama Samia Suluhu. Mama Samia Suluhu alipochukua uongozi wake, nilikuwa na rafiki yangu ambaye anaitwa Johnny, ambao ndo mwenye building ya Wasafi. Leo hii unaona Wasafi wamekodesha hiyo building. Johnny alikaa jela miaka ngapi? 5. Alikuwa amewekewa kesi ambayo sio kesi yake. Mama alipoingia kwenye mamlaka akasema watu wote ambao wako kwenye jela wenye wamekelewa makesi ambayo sio zao waachiliwe huru. Johnny aliwachiliwa huru. Johnny leo hii anatembea, anasikia vizuri na anafurahia kukua kwa chini ya serikali ya Mama Samia Suluhu kwa vile haki yake ilitimizwa. Hiyo ni number 1. Number 2, mama ameweka mazingira ambao wewe kama Mkenya, wewe kama Mrwanda, wewe kama Muganda unaweza kufanya mtu alilala na mtu asubuhi nini? Maji yake nasumbua. Unataka kujua ni nani? Sikelea kwa hiyo. Wekelea. Yeye kozi ni mashukuru. Anapenda sana zambe za ngono. Unasikia? Mama Samia Suluhu alihakikisha ya kwamba wale walikuwa wamehepa, including ule mtu ambao leo hii anasema ya kwamba ni mbaya, alimwambia njoo rudi Tanzania kama una shida ya political, kama wewe ni opposition, kuja Tanzania ufanye siasa zako. Akampa hela, akampa pale pa kulala, akamfuata kumtembelea kwa hospitali. Unapata pointi? Mama Samia Suluhu ametengeneza mazingira ambao sisi leo hii mimi Kasipul niko na brands 5. Nyinyi wa Kenya mjai nipa. Na work nazo. 5.
1 2 3 4 na tena sio brand kidogo. Asas ni kampuni kubwa sana hata kushinda Brookside. Unapata point? Yeah. Asas ni kampuni kubwa sana kushinda makampuni zote. Leo hii nimepewa mimi ndo brand ambassador wa Asas. Unapata point? Mimi ndo brand ambassador wa Hamidu City ambao ni city kubwa sana pale Kigamboni. Unapata point? Sasa mimi uweze niambia ya kwamba leo hii nikose kuongea mazuri ya mama na nimeona kazi ya mama na ametenda kazi mzuri. Unapata hiyo point ya nani? Unapata hiyo point dadangu. So yote tano tisa ni ya kwamba Mama Samia Suluhu ni kiongozi ambayo hana shida na wananchi hata kutoka kwa nchi zingine. Amewakaribisha, amewapa chakula. Leo hii Tanzania, leo hii Trudeau unajua hapo unaweza kosa hata omena kukula. Tanzania nyama ni kitu kama omena kila siku. Nyama ni kila siku. Nyama sasa msichana kama yeye nyama huko Tanzania anakula kilo moja peke yake. Na apigi chumvi mingi ndio zikae sana apigi chumvi. Tanzania unakula nyama kilo moja bila chumvi. Na wanakwambia kimalizika ni Tanzania ni pale penye chakula haikosekani hata Kenya si eti kwani Kenya haikosekani. Unaona kama kijana mdogo kama huyu. Unaona sasa kama kijana mdogo kama huyu. Kijana mdogo kama huyu akona pimples 1 2 3 ni kama yeye pia ananyesha. Lakini hii ni shida na dhiki na njaa. Ndio inafanya tunaumia hivi na pressure niko hapo. Ukienda Tanzania wanaume na wanafanana sasa yeye. Skin tone, smart, clean. Hii nywele hii inakaa hapa hii. Unaona hii hapa imefeda hapa. Hapa paka ameweka dai. Ni kijana wa 22 years. Lakini maisha yamemchapa paka amekuwa anapiga dai. Inamaanisha kitu moja. Mama Samia Suluhu ni mama mchapakazi. Mama ambao leo hii hata ukitaka kuoleka vizuri hata Tanzania. Swali yangu ya kuisha. Ngoja sasa swali yangu. Una feel aje? Usiniulize beki. Una feel aje? Unataka kuuliza vitu zinafanyikanga nje nyuma hapa sia. Una feel aje? Una feel aje ukikuwa patriotic to another country than you? I am patriotic to East Africa, not other country whatever. Wewe kuulize leo hii. Mimi sijui babangu. Mimi niliambiwa huyo ndo babako. Wewe unajuaje kama babangu ni Mchaga? Sasa mnafanana. Waliokelewa tu Mjaluo. Amfanani kwa nini? Wewe unajuaje kama babako wewe ni Mpare kutoka Tanzania? Ama ni Mnyakusa wewe? Huyu anakaa Mnyakusa wakina nani wakina Chief Godlove huyu. Kiburi yake si ni ya Wanyakusa ya Chief Godlove. Unajua acha nikwambie kitu moja na nitakurudilia. Hakuna East Africa unaweza kusimama na useme mbele ya East Africa useme mimi ni Mkenya na tukio Tanzania. Wewe ujui, kaa chini. Piga story na mamako, labda saa nyingine wewe unajifanya wewe ni Mkalenjin kumbe babako ni Mnyakusa, uliwekelewa tu mimba huko. Na wewe unajua mtu anakaa Chief Godlove ama aje nadanganya nani nadanganya kama sidanganya. Hii kiburi nyoko nayo na kunyoa punk na mabega hizi zimesimama ni kama Chief Godlove Kinyakusa. So wewe kaa ukijua kwamba niko patriotic to East Africa. Hata Uganda niko patriotic. Niambie kitu kingine. Sasa nina swali. Yes. 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 Nitakuwa nasimama Nairobi Governor 2027 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nitashinda asubuhi. Unapatia point? Nakwambia na nakurudilia nataka uandike na uende uandike na uweke clip. Na uende utafute beka kuweka kama backup. Unasikia point? Utaipa kura. Nitasimama kama governor wa Nairobi na sitaki watoto wadogo wajinga wenye wana akili wanipigie kura, wale wenye wanajiita sijui ni nani. Nataka watu wenye wako na akili, wenye wako na heshima na wanaogopa Mwenyezi Mungu wanipigie kura. Wakenya wanahisi na wasaliti. Wasaliti wapi? Ni wasaliti wapi? Sasa wewe ukisema nimesaliti wa Kenya, niambie ni wasaliti kivipi? Sasa wao wanajua kwa sababu wenye wanasema kwa kama for example story ambayo imetokea ya Tundu Lissu, Wakenya walikuwa wanaenda kutetea kule. Sasa ngoja nikuulize. Sema. Wewe ukasimama ukasema Watanzania hawana makosa, ukaanza kusema Wakenya hawana akili. What you said, you know. Unajua kitu nyinyi mnasema kama waandishi wa habari, mnasema Wakenya, sema baadhi ya watoto wengine wajinga wadogo wenye wanakaanga wanalipiwa wifi na mama zao kunitusi waliongea hivyo. Mkenya mwenye akona akili timamu anajua kwamba nchi inataka amani. Unapata point. Sikiliza Shiko, naenda polepole. Mimi sitaki favor kutoka kwa mtu yote. Sitaki anything from anyone. Mimi nataka nikuwe na amani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza. Namba pili nikuwe na amani na kiongozi ambao ni ako mamlakani. Leo hii niko na shida na watu ambao mimi nilianza shida yangu ilianza lini? Siku nye William Samoei Ruto mnamwambia na wale watoto wanamwambia must go. Nika choose kusimama na William Samoei Ruto nikasema kwamba I respect the authority. Unapata point? Makosa yangu ilikuwa wapi? Unapata point? Number 2.
Shida yangu ikaingia siku nyao watoto walikosa heshima wakadisrespect William Samoei Ruto wakaenda kutusi baba yetu Raila Amolo Odinga. Nikaambia watoto wadogo, bado hata maziwa mama yenu hajakauka kwa mdomo, mko miaka 16 bado mmenyonya, bado mnanuka maziwa mama yenu. Heshimuni mzee amekula chumvi na mpe heshima yake. Ikakuwa Kasipul mimi ni ngoja tulia kidogo. Tulia kidogo tulia kidogo, wacha kuwa na pressure. Nakuja kwako Shiko. Ikakuwa Kasipul nini? Kasipul ni mbaya. Ikamalizika hivyo, wakaenda sasa wakajaa kiburi, wakavuka boda wakaenda kutusi mama ambao leo hii tuko Afrika Mashariki, tuko na mama mmoja mwenye ni rais ambao Mungu amempa. Wewe leo hii nikuuliza, mtu akitusi mama yako Trudy, wewe unapenda mama yako, unaongea na mama yako kwa simu kila siku, how will you feel? Ule ni mama mtu, mnaenda mnachukua uchi mnampa kicha, mnaenda mnafanya vitu zote zile, wewe ni laana unatafuta. Nikasema that is wrong. Juzi wamekosa heshima, wameenda kushika paka komanda ambao ni Ng'ang'a. Wameenda tena wanaanza kuvuruga Ng'ang'a. Ng'ang'a akawaambia kwamba watumishi wa Mungu watusiwi. Hii nchi lazima mrudishe kitu inaitwa hofu ya Mwenyezi Mungu kwa watoto wetu. Hamwezi kuwa mnatusi watoto mnatusi kiongozi wa nchi William Samoei Ruto, mnatusi Raila Amolo Odinga, mna graduate mnatusi Mama Samia Suluhu, alafu mnaenda mna graduate mnaenda kutusi paka komanda ambao ni mtumishi wa Mungu Pastor Ng'ang'a. Watu lazima waheshimu watumishi wa Mungu, watu lazima waheshimu viongozi wa nchi, na hiyo ndo nchi itaenda mbele. Na kama mimi kama wazazi, najua kuna wengine ambao ni wazazi hapa hivi, train your children to love and respect their elders. Kama kuna makosa inakuwa, ongea kwa njia ambayo inasikika, na hapo ni mimi na shida nao, and I don't care. Ala anasema kwamba heshimu viongozi, heshimu watu ambao wamekutangulia, ambao wana rika kubwa. Mimi sasa nitafuata watoto wadogo majenzi wale wenye wachache ati kwa sababu nataka kuwafurahisha, ambao wao wanatumika na watu wanajiita wanaharakati ambao ni wanatumikia makafiri. Siwezi. Nimekataa. Siwezi. Niombe msamaha nani? Niombe msamaha nani? Sawa, swali moja. Message to Matakarua, maana yake alikuwa one of those wanaharakati ambao walifurushwa kutoka kule. Mimi siwezi kusema message yote, nasema message yote kwa nini sio alishafurushwa akarudishwa hapa Kenya. Mimi naongea kwa mkono ati? Nini? Mimi siongeleange wanawake baba. Mimi siongelee wanawake. Pale Tanzania. Yes. Walikuwa nasema ni ifaa hiyo kidogo ndiko hiyo ndo style yao ya nchi yao. Sasa ukienda kwa nchi yao wenyewe ukipata watu wanafinywa ndio hivi inakuanga. Lakini apart from hizi project zote umefanya Tanzania, wewe mwenyewe uko na project gani labda una hapa Kenya? Sasa sikiliza. Sasa kuna project ambayo inakuja kubwa sana, na hiyo project ni ya kuhakikisha viongozi wamepigwa kwa ratili, wamepigwa kwa msasa. Viongozi wamepigwa kwa ratili, wamepigwa kwa msasa. So ni ya Kenya hiyo. Unasikia? Hiyo itakuwa ni kama ng'ombe imekata kamba inakula msala kumba. Unajua msala kumba? Hawezi kujua msala kumba. Hiyo ni project ambayo inaitwa Bombea Awards. Okay. Ambao leo hii tunaenda kuweka viongozi. Wewe ni gavana una vimbango kutusifia, tunakuweka kwa ratili. Tunaambia wa Kenya, kafanya kazi ama hajafanya kazi. Wewe ni senator, kafanya kazi ama mbunge, inakuja. Unapata point, inaitwa Bombea Awards ambao iko pale nje. Tutawaita, mtakuwa mkifuata kwa page zangu, I'll be posting na everywhere, ya kwamba tunataka tuhakikisha kwamba tumepima viongozi wetu kwa mizani, tumewajua wakoje. Kuhusu hizo maneno zingine, mimi ninarudia kwa kusema kama kosa langu ni kusupport viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi na Mwenyezi Mungu, then I am not going to apologize. Kama makosa yangu ni kukashifu watu kwa kutusi viongozi, watu kutusi Mama Samia Suluhu, msinisamee majenzi. Unapata point? Mimi nimefundishwa kitu inaitwa, nimekuwa na kitamaduni, nimeishi na hofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu, ya kwamba siwezi tusi kiongozi, mimi siwezi kutusi Mama Samia Suluhu, siwezi tusi wa Tanzania, siwezi tusi mtu yoyote, kwa sababu ninahisi niko na nguvu ya mitandao. Na kama hiyo ndio inawakwaza, inawauma wale watoto wachache wenye ni marika za kinabeki, go to hell. So unahisi kwa sababu matamshi yako mengi ulikuwa unaguzia jinsi, unalalamika sana kuhusiana na jinsi, hautaki kurazeti. Nimesema wacha nikuulize, leo hii watu wenye unajua hata paka siku hizi naonanga millennial, mtu tu amekomaa ako na siku mbele anajiita jenzi. Hakuna wewe ni millennial, wacha kuja sisi majenzi. Unapata Nurokanga anajiita jenzi na ni mtu amekomaa. Unapata point, unapata sijui nani anajiita jenzi. Jenzi ni tofauti. Jenzi ni rika ya kina watoto kama kuna beki hapo, huyu beki huyu. Hao ndo jenzi. Huyu beki leo hii akikutana na mwanaume wataenda out wadunde, na sasa mpigie mwanamke, na hata wakuwe na make love
Na Sefinio ndio sasa tusabie sasa ya majenzi kama huyu beki mmoja amesimama hapa. Huyu anajua, huyu mimi namjua, kuna mtu wake mwingine aliyeenda na alituambia na Viki Vikina. Alienda akafuruga huyo mtu na kuchukua simu yake. Viki Vikina tusikia ama tukusikia? Tunamjua huyo mtu. Hiyo ndio rika yake, ni miaka 20, 21, 22. Hawana hofu ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala. Unapata point? So yote tano tisa ni ya kwamba I am not going to apologize. Let them know. Wale wachache ambao walitusi Mama Samia Suluhu, ambao walienda kufuruga Mama Samia Suluhu, ninawakumbusha kwamba Watanzania hawana time na nyinyi. Watanzania hata wafuatiangi vitu zenu, hawana time na nyinyi, hakuna kitu wanaofuatilia. Stop wasting your energy, mkitweet, mkifanya nini zote. Watanzania wanapenda Mama Samia Suluhu. I'm not going to apologize. Na ndio maana unaona bendera ya Tanzania. Bendera ya Tanzania, umeona kuna damu pale popote? Umeona kuna red pale popote? Inamaanisha ni nchi ambayo ilichukua uhuru na kitu inaitwa amani. Hakuna red kwa hii flag. Kuna hapa blue, kuna nini green, yellow na black. Unapotea point? Inamaanisha ya kwamba damu ambazo nyinyi mmezoea kumwaga hapa msipeleke Tanzania. Na mbadilike nyinyi majenzi mbadilike. Mkuwe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Unasikia? So mnakula Big G, wewe ni msichana wa miaka 21, unapepeta mzee wa 53 years na unajiita jenzi, unadhania ni laana, unakula babu yako. Wapotoa point. Alafu wewe mnasagana nyinyi wenyewe kwa wenyewe, mnakuwa mashoga, mnakuja nyinyi mna tabia mbaya, mbadilike. Kwa vile ni Sodoma na Gomora mnakuja kumalizwa, mtakuja kufa siku moja. Mnakuja kuangamizwa siku moja. Mimi nakemea dhambi, na dhambi nitaikemea peupe mchana, na kule kitu mtafanya muache kutusi Mama Samia Suluhu. Mama Samia Suluhu ni kiongozi bora. Asiulize swali ni jenzi, anauliza swali kama nani hapa hivi. Ndio kuna mingi sana majenzi. So naonekana hata kupatia kura. Sikiliza, wewe hiyo ndio fitina ambayo umekuja nayo na uko nayo by the way. Mitandao, mtu mmoja akikutusi wanakaanga ni kama watu 1000 wamekutusi. Kura iko kwenye slums za Nairobi. Every slums nimetembea, vijana wako pale juu ambao wanataka wapewe job. Wanataka, wako hopeless, wanakula madawa kwa sababu wako hopeless. They need someone out juu ya mawe. Unapata point? Mimi naenda kuoffer solution kwa watu wa Nairobi ambao ni vijana, wanakuwa priority number 1. Hao wenye wanasema Kasipul tutakupea kura nini, hawajai kanyaga Mathare. Mimi nimekuwa Mathare, tulikuwa sijui na tuko na nani hapa, tumetembea na watu Mathare natembea na watu wananiambia Kasipul simama gavana tutakupa asubuhi. Juzi nimekuwa Kibera Kasipul simama gavana tutakupa asubuhi. Nimekuwa kwa rafiki yako Babu Owino huko inaitwangaje huko Embakasi, wakasema simama toa mtoto muende aende nyumbani tutakupa kura asubuhi. Sasa wenye wanaongea kwa mitandao akina Beki ni nani? Na usipopita utafanya nini? Mimi nisipopita haiko kwa vocabulary yangu. Unajua nini? Kutokupita iko kwa vocabulary yangu. Wewe Trudy, tumeanza na wewe kama ninalala kwa wewe unakujanga hapo kwa Kido, umetupata tunakaa kwa nyumba ya Kido. Umekuja na biscuit, kwa tunaanza na viewers ngapi? Viewers mmoja. Uko unakuja kwa Kido, sijui mkwanga mna date ama mkwanga mko nini. But uko unakuja kwa hiyo nyumba. Wapi uko? Umoja kwa nyumba ya Kido, kwanga na kiti moja na cushion imeisha. Tulikuwa tunakaanga pale. Kido leo amebarikiwa, Kido anaishi vizuri, Kido anaendesha gari. Inamaanisha kuna growth. Trudy leo amebarikiwa leo hii. Unaona vile ana grow. Mwanaume ndo anataka kutuonesha, lakini tunajua kuna mwanaume. Ya msingi ni ya kwamba wewe mtu akisema Kasipul hata aishinda ugavana, wewe kwa roho yako unajua mimi natoka wapi. Leo niko celebrated East and Central Africa. Nakula moyo vile nataka, natamba vile nataka. Inamaanisha nini? Ndani ya 2 years growth imekwaje? Imekuwa kubwa. I am a household name in Kenya and out of Kenya. Ni kwa sababu gani? Unajua nini? Ni Allah. So nikikuwa na Mungu na nikuwa na mamlaka ya nchi, I don't need any body kunisupport. Ati kitu kingine ambacho watu wanahofia kukupatia kura ni kwa ndani zinasema kuna mpango ya kuhama uende uishi Tanzania. Umepewa shamba Tanzania, umepewa manyumba kadhaa pale na Mama Samia. So watu wanahisi kuwa utapewa aje kura na bado una plan kuhama. Tanzania ni nyumbani kwetu ya pili. Vile nimewaambia. Mtu anaweza kuwa na manyumba 2 na atoke. Mimi kwanza dini imeniruhusu. Unajua mimi nimeruhusiwa kuoa 4, niko na mmoja. Na bado naweza deflex, bado niangalie huko, deflex niangalie huko. Ninaweza kuwa na boma Tanzania. Unapata point? Na hata uweze kujua kama labda saa nyingine niko na boma Tanzania. Sikiliza, asiongee vile anaongea hivi. Huyu ni mdako, anajua kitu anakwambia. Mimi nimeruhusiwa kuwa na maboma kama 4 5. Mimi mtoto wa kiume. Unapata point? Na kama niko na yangu nakula kama kasuku, niko na changu kinanitosha. Ninajitoshelesha. Masimu zinaingia, nina vitu zangu, ninakula vitu zangu.
Wewe tumejua tumetoka wapi? Najua. Wewe umejua tumeumia town. Sana. Unakumbuka vile kwa tunakaa tu views moja tunasema weka views ya pili views ya tatu. Alafu sasa nini? Wacha tukule, wacha tutafune vitu zetu pole pole. Na kuna mtu mwenye nitashinda kura kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nitachukua asubuhi na ndo mjue Mungu yuko. Na nataka mjue mrekodi ya kwamba Mungu atanipa hiyo uongozi asubuhi na mapema, ndio utajua Mungu yuko, na itafanya uende kanisani uombe, huyu ataenda kanisani aombe, wewe utaenda msikiti kuswali, ya kwamba Mungu ndiye anapeana uongozi. Hata binadamu akiongea, Mungu anakupa kiongozi, anakupa uongozi. Unapata point? Yeah. Yes. Labda tukimaliza Yes. 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 Unajua sasa ni kwa sababu sasa ina support Mama Samia Suluhu, na niliona watu wote walikuwa pale ni watu wa Mama Samia Suluhu, wanamsupport kama Diamond, kama wakina wote wana support. Nilikuwa na reserve, ninawasho kuongea lakini niko na reserve. Lakini kitu harusi ilikuwa mzuri. Harusi ilikuwa mzuri, vijana walivaa vizuri kama wanawake, walipendeza, walishuka nywele, waliweka maneti. Ili fresh, harusi ilikuwa mzuri. Wewe unaona vile harusi ilikuwa mzuri. For the first time ungeingia pale kama umekunywa kitu, undoshtuka umeshika mtu kidhani ni mwanamke lakini ni mwanaume. Walipendeza, walishuka manywele, waliweka maneti, waliweka magauni. Harusi ilikuwa mzuri ya Jux. Harusi kama hiyo tujaiona by the way. Yaani pale hivyo ndio unaona nani anaweza. Pale hivyo paka mimi nikaangalia hivi, nikasema mama mimi ndio naona vitu zangu mbele. Kwa sababu ukiangalia vile ndugu yetu Diamond alipendeza, amevaa neti ndani, anakaa yani kama upeleka sasa huyu kama amekunywa keg moja anashukia amekuwa hapa lakini nani dem kumbe Sikuenda harusi ya Jux kwa sababu nilikuwa niko Dodoma kwa kongamano ya Chama cha Mapinduzi. Leo acha nikupe historia kidogo kuhusu Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ndio chama kuanzia independence imerule na ina wanachama wanaongezeka kwa kila siku. Chama cha Mapinduzi ndio chama ambayo imetoa viongozi bora Afrika nzima. Tukiongea kuhusu viongozi bora, tunaongea kuhusu marehemu hayati Mkapa. Hayati Mkapa alichangia pakubwa sana wakati wa 2007 post election violence. Alikuja hapa akasababisha, wakiwa chini ya uongozi wa Kikwete wakahakikisha nchi imetulia. Juzi baba yetu Raila Amolo Odinga akienda kuwania kiti cha African Union, walikuwa wametolewa kama wawili ambao wanafaa kuwania hiyo kiti, ambao ilikuwa na mzee rais aliyestaafu Jakaya Kikwete pamoja na Raila Amolo Odinga, na mostly probably mwenye angeweza kutaka kusukuma hiyo kiti paka shinde kwa vile ako na international relationship ni Jakaya Kikwete. Aliposikia tuko na shida kwa hii nchi, akasema nitachukua hiyo nini yangu niamue ni step down ni support Raila Amolo Odinga ndio amani patikane Kenya. Inamaanisha Chama cha Mapinduzi ina viongozi ambao wana binafsi, wanapenda nchi, wanatakia nchi mema, na sisi kwa kurudisha mkono yetu ni kuhakikisha ya kwamba tumesupport Mama Samia Suluhu. Mama huyo. Kuna mchungaji Tanzania alishikwa anaitwa Gwajima. Yes. Na mambo ni mengi sana. Tungependa kusikia maoni yako kuhusiana na yeye kushikwa, unajua vitu ambavyo zilifanyika. Siku zote mimi siongelee kuhusu Gwajima, na sitaki kuongelea kwa vile ni mtumishi wa Mungu. Naomba pia watumishi wa Mungu ambao wako kwenye neno la Mungu. Unapoingia kwenye neno, ndio watu wanatoka siasa wakienda kwa Mungu. Yeah. Mimi leo Kasipul nitapiga maneno yote, nitapiga siku moja nitastaafu, niende Madina nisomee dini, nirudi nikuwe sheikh. Hii sheikh yenye mnaniita sio sheikh kawaida hii. Kabisa hii nitakuwa ni sheikh kabisa. Nikishamaliza governor wa Nairobi miaka 5, ninaenda Madina kusoma, niretire na dini, nikae huko, nikuenge nikuwe kwa mosque 24/7. Unapata pointi? Lakini ukiona mtumishi yote wa Mungu ambaye anatumikia Mwenyezi Mungu anawacha kazi ya huduma ambayo Mungu amemuita mengi ya siasa, ujue ako na itilafu na sio wa kweli. Nimekujibu hiyo swali. Okay. Kuna swali ama tumalize? Sawa. Tumeshukuru sana. Mashallah. Karibu.